Hello guys, welcome to Naomi Lifestyle Journey. Hope you are doing well. Mimi pia niko poa. Leo nimesema nije niwape quick recap ya safari yangu. Sasa hivi ni wiki moja imepita tokea tumeanza. Na nikasema nije niwape update kwa sababu of course kuna reason imesababisha mpaka nije nitoe hii video leo, kwa sababu najua nilisema ni day 10 and today is day 6. So there is reason behind it of which mtaijua mbele kidogo. So my week ilikuwa successful, namshukuru Mungu. Imekuwa ni wiki ambayo nimekaa kwenye mstari, namshukuru Mungu. Nimefanya smoothie kwa hizo siku zote, namshukuru Mungu sijadokoa. Nilikuwa nikiamka asubuhi, ratiba yangu ni kama hivyo, nitakunywa chai ya moto ya viungo, nitakunywa smoothie asubuhi, nitakunywa smoothie mchana, nitakunywa smoothie usiku. Saa 12 jioni nilikuwa nahakikisha kwamba nimekunywa hiyo smoothie ya usiku, and that's it. Pia maji, nilikuwa najitahidi pia katikati na kunywa maji. Kwa hiyo safari ilikuwa nzuri kwa kweli, haikuwa rahisi sana, lakini ilikuwa pia sio mbaya sana. I thank God for that. Sasa today nikasema nije niwape kidogo update ya hiyo kwamba ilikuwaje. Najua kama kuna mtu alianza na yeye atakuwa na experience kidogo ya kwake, pia anaweza katuandikia kwenye comment, lakini for me ilikuwa sio mbaya sana. Nilisikia kichwa kubauma kidogo hapa na pale, but haikuwa mbaya. Okay guys, so I have a good news. You know what? Leo nimepima kilo zangu. Of course sijapima ile asubuhi, kwa sababu kilo unatoka upime asubuhi, ukiamka tu upime kilo, lakini mimi ilinipita. Kwa hiyo nimepima kama kwenye saa 6 saa 7. Wanasema ili kupata the right, kujua kilo zako ile halisia asubuhi before hujakula kitu wala hujafanya chochote, lakini mimi ilinipita, lakini nikasema anyways I'm going to do it. Kwa hiyo nikapima kilo zangu. Guess what guys, guess what? Hey. Nimepunguza. Mwanzoni tulianza na kilo 126.70 na gram 70. Today nimepima kilo na kilo 123 na 123 kamili. Nitawaonyesha kwenye hii video. I'm happy about it. Ni siku 6 nimeweza kupunguza kilo 3 guys. I'm very happy, I'm very grateful. It's not easy, but najua ni hatua. Wiki moja kupunguza kilo 3 guys, it's not a joke. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo. So nimesema niwape hii update kuatia moyo kwamba ukiwa na discipline, ukiwa na ukidhamiria kitu, yani kina happen. So nimesema pia nikae niwaambie kwamba nilisema nitafanya detox for 10 days na leo ni day 6. Yani nilikuwa napata shida kuendelea, kwa sababu kwanza mimi ninanyonyesha, na mtoto mdogo nanyonyesha. Amekuwa akistruggle kwenye maziwa, kwa sababu consumption ya maziwa imepungua sana. So nimekuwa nikipata shida analia sana kunyonya. Kwa hiyo nikasema sitaendelea sana, let me change the diet. Kwa hiyo I'm still figure out what I'm going to do next, but for now nilikuwa nawaza kama at least kama ni mchana, at least nita replace na chakula tu kama hivi. Nitaangalia nitakula nini, lakini pia sitakula hizo wanga sana au nini. Nitakuwa naangalia kula healthy, lakini nile chakula nione kama itasaidia maziwa, lakini bado nizamu ya kudokoa na nini, bado hivyo vitu sitafanya, lakini nita replace mlo mmoja. Yani badala kunywa smoothie kwa hizi siku zilizobakia, nitakula chakula, na nitapendelea sana labda kula mchana, kwa sababu labda kizito, ili usiku nikinywa tu smoothie inakuwa inakuwa kidogo ni light. Kwa hiyo hata nikilala tumbo haliwi limejaa sana. So I'm happy about it.
Hiyo ndo nilitaka ni share na nyie guys. I'm happy, na pia sijapima kujua kwamba ni mwili ile kwamba umepungua kiasi gani, labda tumbo nini, though hiyo nitakuja nayo next time, but today nimesema tu niwape hiyo quick recap kwamba usikate tamaa. Ni vitu vinawezekana, ni vitu ukiwa na nia, naamini Mungu pia naye anasaidia. Leo ni Jumatatu, leo ni tarehe 9, ni Jumatatu. Saizi ni saa ngapi guys? Saizi ni saa 8 na dakika 35. Asubuhi nimekunywa tu smoothie kama kawaida, nimekunywa na chai ya viungo na maji, detox water yangu hii hapa. Nimekuwa nakunywa ya maji kidogo kidogo. Mchana bado sijala na saizi ni saa 8, kwa hiyo nitaenda kuona kwamba nitakula nini. Way forward wiki hii sasa yani nataka nijitahidi niwe more active. Nilianza mazoezi guys, video mtaiona, nitawapostia pia, nadhani itatangulia kabla ya hii, kwa hiyo pia muifuatilie muone. Nilifanya mazoezi, namshukuru Mungu nimeanza. Mwanzo mgumu, sometimes unasikia kunauma but yani don't give up. So today nitajitahidi, today na kuendelea, yani this week nitajitahidi niwe more active, nitajitahidi niwe yani vitu ambavyo nimefanya labda sikufanya kwa usahihi sana wiki hiyo iliyopita, pia nijitahidi kuimprove kidogo kidogo. I know at the end of this week najua nitapunguza tena kilo 2, kilo 3. Sitaki kuweka kilo nyingi kwa sababu najua mdogo mdogo, taratibu ndio mwendo. Kwa hiyo nitakuja tena na update nyingine, lakini kwa leo yani I'm happy. Yani hamna kitu kinampaga mtu moyo kama unafanya kitu alafu unaona result. Kwa hiyo I'm happy about it, na kutia moyo mwenzangu, usikate tamaa, everything is possible. Kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo tuendelee. Na kitu kingine ambacho pia naweza kukushauri, kama umeamua unafanya detox kama mimi nilivyokuwa nafanya smoothie, hauna sababu ya msingi sana kuacha. Yani fanya tu kwa hizo siku 10, kama umejiwekea siku 10. Usirukie leo umeona sijui detox mtandaoni mtu amepunguza sijui kilo 5 sijui 10 kwa wiki, na wewe unarukia unafanya. Hujamaliza ile umeona nyingine unarukia unafanya. No. Stick to one diet ili uone ni nini kinafanya kazi kwenye mwili wako, nini kina work kwako, kwa sababu it's not every diet it's work for you, yani inafanya kazi kwako. Unaweza kukuta diet ya mtu akafanya diet hii akapunguza kilo nyingi, ukafanya ukagain. Kwa hiyo tujifunze kuwa na uvumilivu, tuwe consistency. Yani fanya diet moja kwa muda ili uone kama ina matokeo kwako. Kama ina matokeo utajua, utaiacha, utafanya nyingine. Usirukie, manake sasa hivi kuna pressure sana ya mitandao. Sio nimefanya hivi nimepunguza kilo 10, hivi nimepunguza kilo 20. No way. Alafu pia nilichokuja kufanya research nikaona pia tutafute diet ambazo tutaweza yani iwe part of life, kwamba utaweza kula hivyo maybe for the longest. Sio kitu utafanya yani kwa mfano unaambiwa kula labda mayai mawili, labda unakula mayai mawili labda au kiazi kimoja, huwezi kufanya hivyo labda kwa mwaka. Ni kitu ambacho utafanya kwa muda mfupi. Kwa hiyo mimi nilianza na detox sawa, lakini nitaendelea na kula tu health meal, lakini nikizingatia portion. Hata kama ni healthy so ndo nakula najaza sahani, hapana. Kwa hiyo nitazingatia portion sana, kula kwa kiasi. Tena nadhani nitaenda kutafuta kibakuli au sahani ndogo, ili nikiweka tu hapo nikila najua okay, hii ni size yangu na ime wale wanaomalizia vyakula vya watoto wale mimi nilikuwa muhanga guys. Wale wanaomalizia vyakula vya watoto, mtoto anakula chakula kimebaki, unaona uchungu kukimwaga, unamalizia. Sijui kuna sufuria limebaki jikoni nalo wewe umeshakula cha kwako, unaenda tena kuna sufuria tena unakula kwenye sufuria, unakuja kumalizia cha mtoto sijui alibakiza guys. Yani we have to be kwenye discipline. Yani ukiona wewe ni mtu wa type hiyo, subiri watu wote wale ubakize zile wanavyobakiza, wewe ndio ule, kuliko umekula alafu je umalize cha mtoto ukaangalie sufuria lilobaki jikoni guys.
Kwa hiyo tuwe tu consistent, tuwe na nidhamu, tujipende. Alafu with time naona kama mtu tu unazoea, so lazima ule bakuli 3 ndo uone umekula. Yaani unaweza kula tu kiasi ukaridhika na mambo yakawa mazuri. Guys, ni hayo tu ndugu zanguni, endeleeni kunisupport kwenye channel yangu, endeleeni kucomment guys, mimi nawapenda, asanteni. Kama wewe ulishafanya diet, maybe diet fulani kakusaidia, ulifanya kitu fulani kikakusaidia, comment ili na sisi pia tujifunze. Endeleeni kunifuatilia, nitakuja na video nyingi, nini nitakachokuwa naendelea na nini nitakachokuwa nakula, mazoezi nitakayokuwa nafanya. Guys, msiache kunifuatilia, msiache ukiona hii video msubscribe, mlike, mcomment. Guys, haikosti kitu chochote. Pia uweke notification, kuna alama ya kikengele ubonyeze, ili nikipost video unakuwa wa kwanza kuiangalia au wa kwanza kufikia. Guys, nawapenda sana. That's it for today. Thank you guys. Bye.